Haleluya. Nataka niseme na wewe ndugu yangu unayenitazama wakati huu na majira haya. Ni kweli unapitia mambo mengi sana, magonjwa yanakutesa, shida ambazo haziishi, pesa nyingi umepelekwa madaktari juu ya matatizo yako. Wakati mwingine pia umeenda hata kwa waganga wa kienyeji, umetafuta msaada, ushauri kwa wazee na kila watu wenye sifa na majina ukitarajia kwamba ungeweza kupata uzima. Lakini yote kwa yote hakuna ambacho umefanikiwa. Umeishia tu kuzipoteza pesa zako, gharama zako, hadi leo umeisha. Biblia inasema yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 aligharamiwa kuwatafuta wauguzi, madaktari, fedha zake zote, mshahara aliyokuwa nao, maana alipofurahi kupata kazi ya kujua kwamba mbele yake yapo machangamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alipambana kwa kila namna, pesa alizokuwa nazo zote akatumia kwa waganga, lakini mwisho wa yote alifanya kila namna, tafuta msaada kwa kila namna juu ya hali yake kutokwa na damu. Miaka 12 damu inakutoka tu, sio hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini moyo wa kujua ya kwamba kutunzwa kwake, kukaa kwa muda mrefu, kukata roho, hakuja kwamba ni kusudi la Mungu, ni kusudi Mungu aje aweze kujitolea utukufu kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nataka niseme nini? Yule mwanamke alihangaika, lakini siku moja ambapo alisikia jina la Yesu Kristo, aliposikia mtu mmoja anapita ambaye jina lake sio kama majina mengine kama ambayo umeyazoea. Alisikia mtu mmoja anapita hapa, amejaa uwezo mwingi, ishara na maajabu, nguvu, vilema wakiwa wazima, wafu wakifufuliwa, magonjwa aliyoshindikanika yote yanasalenda, pepo zinalipuka. Huyu mwanamke akasema, nitamfuata huyu ambaye nimesikia habari zake, ili tu ninaamini kwamba nikigusa vazi la pindo lake nitakuwa hai. Yule mama alishika imani alipoamua kumfuata kwa moyo wa kweli. Japokuwa kuna wakati alisikia akapuuza, akamfananisha ni kama vile yeye na wengine matapeli ambao walimtapeli. Alipobebele imani na akaona kwamba huyu hapa mbeba utofauti, alipogusa, Biblia inasema pale pale damu ikakauka. Chemichemi ya damu ikakauka pale pale, akajikuta ni mzima. Ndivyo ilivyo kwako. Bwana anasema na wewe ya kwamba hii sio saa tena ya kuwa na moyo mgumu. Unahangaika kati suluhu ipo, na hiyo suluhu ni kwa Kristo mwenyewe. Hii ni saa ya kuamua kushika imani kama huyu mwanamke na kuamua kumshika huyu Kristo kweli kweli. Sio saa ya kuisha kupoteza pesa. Umepima, muda mwingine unapata shida, unasumbuka, lakini hata magonjwa yenyewe hujapata suluhu. Kile ukipima hamna magonjwa. Nataka nikwambie suluhu ipo kwa Kristo mwenyewe. Yeye ndiye yote katika yote. Unapoamua kwa moyo wa dhati na kusema kuanzia sasa nataka nimfuate huyu tu, sio kuchanganya na vitu vingine. Biblia inasema amelaaniwa yule amtumainie mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa ni kinga yake, lakini ndani ya moyo wake amemwacha Mungu. Biblia inasema amelaaniwa. Lakini unapochukua jukumu la kusema nataka nimfuate tu yeye, nataka nikwambie hiyo shida inaondoka, hayo magonjwa yananyauka, hayo madonda yanakaushwa. Unapomwamini tu na kusema niko hapa, nimechoka, ndipo anapoamua kuja kwenye maisha yako. Anasema njoni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hii ni saa ya kumfuata yeye, na Mungu akubariki sana. This is Evangelist Jovin Chafu. Mungu akubariki.